bunifu Mungu atasaidia tu, anaga baya. Mama akasema mwanangu ishi miaka mingi kama Dragon. Kesho yake Liu akaenda kusambaza vipeperushi ambavyo vilikuwa vinatangaza biashara yao bana. Huyo dada alikuwa winga unaambiwa. Ben akapanga watu wakaenda kugombania na kuchukua vipeperushi vyote babake. Liu alikuwa anafanya kazi ya winga wa kuuza vitu, yani mikufu, pete sana, mazaga ya kibao. Ghafla wale watu wa Ben wakaja wakanunua kila kitu, yani mpaka mdada akaanza kuhisi kwamba hii biashara mbona inalipa sana, nilikuwaga wapi vile. Yani ndio ile mteja anakuja afu anasema ili duka shingapi, yani humo ndani toka wewe na nguo zako tu, noma sana. Aliporudi nyumbani akawa amegawa hela alizopata kwa mama bana, na nyingine akasema hii tutunze kwa ajili ya akiba, afu hii itakuwa ya matumizi ya nyumbani wazee. Wadada wote mkiwa kama huyu dada, siku ya mwisho itachelewa sana kufika babake. Liu alipolala usiku akaanza kujadiliana kwamba wafanyaje ili wamwambie ukweli kwamba ni wamenyesha mbaya mbovu bila kuonekana kwamba walizingua kumficha babake. Secretary akashauri kwamba Ben amnunulie Liu almasi nyekundu ambayo itazinduliwa kesho yake. Hiyo almasi ni bei mbaya mbovu ambayo itakuwa ni kama zawadi na pia itamtuliza hasira zake zote Liu. Ben akasema Liu ana vibe sana na pesa na hatufurahishwa kuona kama tumetumia pesa nyingi sana kununua almasi, ila akasema fresh, nitajaribu kesho tuone bana. Ila cha kushangaza ni kwamba Liu naye alihudhuria kwenye hiyo sherehe japokuwa alikuwa hajapangwa kwenye mpango wa kuhudhuria. Sijui umenisoma hapo, yeye alienda kama mfanyakazi babake. Sijui umenipata. Kiufupi yeye alikuwa waiter, ni msambaza vinywaji kwenye hiyo sherehe. Ben alikuwa hajui kwamba mkewe naye atakuwepo na atakuwa ni mfanyakazi kwenye hiyo sherehe japokuwa yeye alikuwa ameenda kwa ajili ya kununua, wakati wadosi wengine wote wanene wameenda kuishangaa hiyo almasi nyekundu kwa sababu ilikuwa ina bei mbaya mbovu waiseni. Noma sana. Liu alikuja kama mhudumu bana. Kwa kiufupi akati anazunguka hivi akawa amekutana na dada yake akiwa na shemeji yake. Kumbuka wote waliolewa siku moja mzee. Dada yake akaanza kufanya show off kwa kumuonyesha pete na mikufu ya bei mbaya ambayo amenunuliwa na mmewe bana. Akaanza kujisemesha, siku hizi napata tabu sana kuendesha gari kila siku. Yaani nimemiss sana kutembea kwa miguu kwa kweli. Ile apartment yetu ipo kama Ikulu yani. Sijui hao wengine wanakaa machimbo gani watajua wenyewe. Wakati Liu alikuwa anaelewa kabisa kwamba shemeji yake kampuni lake limefilisika kinoma, ila dada yake anajitutumua tu. Si unajua tena kuficha aibu, kampuni yao sio tu kwamba ilikuwa imefilisika, ile ilikuwa ina madeni heavy kinoma, yani madeni mazito kiasi kwamba hata wakiuza kampuni hamna wanachopata na bado wanakuwa wanadaiwa mzee. Dada yake akamuita mhudumu bana ili achukue chumba cha pesa mingi sana, yani VIP ile. Anaenda hivi mmewaka akamvuta chapu bana, akasema sikiliza, nimeshachukua guest ila ni nzuri kidogo, $50 kwa siku, ni kama $120,000. Mkewe akaanza kuona mtangazia nani sasa ili wote wajue ayatangaza. Muda huo tajiri kuliko wote hapo Aicheng ndo alikuwa na timba bana. Wadosi wengi wakawa wanamzunguka ili wapate connection na mshikaji. Ghafla ile katika msongamano kusogea hivi, ghafla Liu akawa amesukumwa chini bana, bila kujua kwamba huyo mtu ambaye kila mtu anatamani kuongea naye ndo alikuwa mume wake bana. Shemeji yake na dada yake wakaanza kumsogelea ili wapate msaada kwenye kampuni lao, naambiwa. Wakaomba sana connection ili wapate hata collaboration kwenye biashara ili jahazi lao lisizame babake. Ben alipoona kwamba hawa si ndugu zake Liu, yani kiufupi ni ndugu wa mke wake, akaona ngoja awasaidie bana. Akamwambia yule sekretari wake kwamba awaalike kwenye ukumbi wa ufunguzi, yani moja kwa moja, yani hapo wanapata mwaliko kwenda kukutana na wadosi wengine wa mwaka wa mbele sana. Alafu Ben akamwambia msaidizi wake kwamba chochote kile chenye watanunua leo nitalipia mimi, yani ila sasa watanunua kwa jina la mke wangu mzee. Hapo alifurahi kinoma noma kwa sababu alikuwa ameshajua kwamba hapo hata kupata mkopo itakuwa rahisi yani. Baada ya mdosi kupita hivi, dadake Liu akaanza kujisemesha kwamba yani hivi inakuaje kwamba mimi na wewe tumelelewa sehemu moja yani, afu maisha yetu ni tofauti kabisa yani. Hapo Liu ndo anaamka baada ya kusukumwa chini. Afu hivi yule mmeo wa kijijini anaitwa nani vile, maana hana kazi yani, mpaka inafikia hatua mkewe unakuwa waita kwenye matukio ya wanaume wenzie. Kazi unayo. Liu akasema kupata pesa inayokizi mahitaji kihalali sio jambo ambalo linaweza likanifanya mimi nione aibu hata kidogo yani. Afu kuwadhalilisha wengine na kuwadharau wengine hakukufanya wewe kuwa na nguvu kuliko hao wengine. Kumbuka mzee. Dadake akamwasha kibao. Secretary wa Ben akawa ameshuhudia hilo swala unaambiwa. Akawapigia wakubwa kwamba mke wa bosi huko anadhalilishwa hatari yani. Mama aliposikia akasema yani kwamba Ilema akajinyosha hapo akainukia mgongo kama Sterling Boy babake. Dadake hapo ajui kwamba ameshakanyaga moto pekwe yani kiufupi amejikosea. Akamtukana sana Liu bana, afu akawaambia walinzi wamshike maana hana imani na huyo mhudumu yani, na wewe ni dada yake kabisa unaambiwa. Ghafla ile funguo ya hazina ya Jiang family kama imedondoka chini bana. Dada yake kama iokota bana, afu akasema kini niki. Liu akamwomba sana amrudishie na kusema kwamba ilikuwa ni zawadi pekee ya mama mkwe wake. Dada yake akasema mama mkwe wake, na akachukua afu akaitupa chini unaambiwa. Afu akamwambia Liu uifuate kwa kutambaa kwa tumbo ndo uichukue mzee. Hapo ndo wana wa Jiang family wakawa wanaingia ndani ya nyumba unaambiwa, kichaa ndani, chizi ndani, yule kilema ndani, na mama ana magongo yupo fresh yani.